Tunazidi kuvuka mipaka ya Swahili Takeover. Ni kwa sababu tuna kibali na mamlaka kutoka kwa wenye mamlaka. Hii imekuwa tofauti kidogo. Mtangazaji kumwachia kipaza mwigizaji. Unaitwa nani? Jitambulishe binafsi. Naitwa Ahmed Abdul Msinde. Umeingia Siri za Familia msimu wangapi? Na jamani sorry. Hivyo basi msicheke. Dano usicheke. Haikuwa kazi rahisi hata kidogo kama alivyodhani, lakini hebu tuone kama ataweza. Jina langu naitwa Neema Walele, nafahamika kama Brenda. Niko mbele yako kwa ajili ya kukuletea kipindi kinaitwa Swahili Takeover. Hapa kwa ujumla kabisa tunahoji washiriki wa season 8 au wa Siri za Familia kwa ujumla. So hapa mbele yangu nina mwigizaji mmoja mkongwe au mpya. Mkongwe bwana, simeanza kwa muda mrefu bwana, na wewe kwa msimu wa 4. Msimu wa 4 wewe dada. Nimeanza msimu wa 6. Okay. Kabla ya kuingia Siri za Familia, labda unaweza ukatuambia nani alikushawishi? Yaani nani alikuwa role model wako, au ni kitu gani ambacho kilikufanya ukawish kuingia Siri za Familia? Najiona tu mwenyewe am talented kwanza. Yaani najiona naweza kufanya whatever is supposed to be done kwenye maigizo. Lakini mtu alionifanya niingie, huyo yuko mmoja tu duniani anaitwa Denzel Washington. Huyo ndo tunamkubali. Can't you see? Being it all the way or not at all, you understand me? This is going to be overrun with blue suits. Okay. Baada hapo tunaomba tujue historia yako before kuingia Siri za Familia. Je, ushawahi kufanya kazi yote nyuma au hii ndio ilikuwa nafasi yako ya kwanza? To be honest, kuigiza kwa mara ya kwanza ndio nimefanya kwenye Siri za Familia msimu wa 6. Ilikuwa ndo mara ya kwanza nakaa mbele ya kamera. Lakini before that sijawahi kufanya sanaa mahali popote wala sijawahi kuigiza sehemu yoyote. Nilikuwa nasoma na kufanya biashara zangu. Unaweza kutuambia labda ugumu gani ambao, kwa sababu umesema ndio ilikuwa mara ya kwanza msimu wa 6. Je, ni ugumu gani ambao uliupata baada ya kuanza kuigiza? Kwa sababu kuna wengine wamekaa miaka na miaka, tunaona vitu vya kawaida. Je, kwa wewe ilikuwa ni yani ulikumbana na changamoto gani? Tatizo ilikuwa kwa mfano kama wewe Brenda, kucheza na wewe ni mpenzi wangu wakati sio kweli. That's a big issue my friend. Yani unajua ninachezaje na mtoto kama yeye afu unakuwa sio kweli. Yani unajua I have to tune my mind kwamba this time hivi this is not my girlfriend, nacheza tu hivi na hivi na hivi, lakini baadaye kija huko nikusalimia da Brenda sijui nini mtoto wa jambo, you know. Kwa hiyo ilikuwa changamoto ni kubadilika hapo kwa hapo. Hiyo ndo nadhani wasanii kweli hapo umegundua sanaa ni kipaji fulani hivi mtu anatakiwa awe nacho, kwa sababu the situation is to change within a blink of an eye. Wewe tu sasa hivi wewe Brenda, afu kiambiwa cut unakuwa Mama Jaja. Sasha. Usikumisi hivi. Okay, naomba nikuulize maisha binafsi. Okay. Una familia? Familia as kama kuoa mtoto mpya na nini? No, sijaoa, lakini nina mtoto anaitwa Ryan, ana miaka 5. He's my champ. I love him so very much. I know. Yeah, and of course man, I'm a gentleman. I'm in a relationship. So unaweza kutuambia una wanawake wangapi? Yaani hapo ulipo hapa sasa hivi una wanawake wangapi? Au unamiliki wanawake wangapi? Wanawake. Na mwanamke, na sio wanawake. As I told you, nipo kwenye mahusiano, kwa hiyo nina mwanamke. Okay, unaweza kututajia jina hivi? No. Yaani that's my private life. Yaani mahusiano sio nini, yani hivyo ni vitu vyangu private. Sasa mbona nakuona kama una wanawake zaidi ya mmoja? Yaani kwa muonekano wanakuwa. Of course kwa muonekano wangu, position yangu na vitu vyangu na ufanye lazima unione na wanawake wengi, lakini Blaza tushike simu. Of course. Take it from me, na mwanamke mmoja. Lakini kama utasikiza tena sehemu nyingine, wacha wanipe wanawake wengine. Kwa hiyo nataka kutuambia una huyu mmoja tu. Okay. Unawezekana wako wengi lakini anajijua yuko mmoja. Okay. Tuachane.
Kwa hiyo maana ni kweli. Kwamba nina moja. Hapa Ahmed anatueleza kwa kina kuhusu Jason's production na namna alivyoweza kushiriki ndani ya tamthilia hiyo akiwa kama mwigizaji. Jason zimeanzishwa na mtu ambaye sisi kwetu tunamchukulia kama founder, baba wa Jason. Ametupambania sana. Yaani hamna msanii yote unaweza kumuuliza kuhusu Jason asimtaje Mr. Msimbe. Msimbe ni mtu ambaye ameitengeneza Jason, amefacilitate yeye mwenyewe kwenye kila kitu. Yaani unavyoiona Jason ilivyokuwa sasa hivi is only because of him, na support kubwa anaipata kutoka kwa wasanii na crew, kwa sababu he has been doing things kama family. Tumekuwa tukifanya kama family, ndio maana unasikia huku umesikia kuna mjomba, kuna dada, kuna shangazi. Yaani watu wamebuild hiyo family, kwa hiyo tunafanya kazi kwa namna hiyo, na yeye ndo ametujengea hivyo, na wasanii wengi wametoka hapa. Kuna waliokuepo zamani kwa wamepotea lakini wakaja kupigwa msasa hapa walivyotoka, you know man. Lakini sisi tunataka gurudumu la sanaa lifike mbele, kwa sababu sisi tumebeba maono ya founder wetu. Yeye anataka to develop wasanii wapya, to develop, kama umeona kuna cast wapya wanaingia kwenye season 8. Kuna tamthilia nyingine huwezi kupata msanii wa kwanza hawezi, yani kwa mara ya kwanza ndo ashiriki katika series yako. Lakini sisi tumekuwa tukitoa nafasi, tunafanya auditions mbalimbali. Most of kila misimu yetu tunafanya audition so that tuweze kudevelop vipaji. Kwa hiyo ndo theme kubwa sana ya Jason na theme kubwa sana ya founder wetu. Kuna harufu gani huko? No. Mm. Are you okay, dada? Yeah. Sure. Yaani ni perfume. Haufanyi kitu chochote huko ndani? Hapana. Nisikia vibaya. Nimeona kipande fulani nao umeigiza. Lakini nikacheki kama ni audition umejifaulisha mwenyewe na mimi umejiweka mwenyewe umeigiza, kwa na wewe umejifaulisha kwamba you're good in acting, kwa umejipa kwamba nimefaulu audition. That's a good question. Na nilikuwa nategemea utaniuliza hivyo. I was expecting the question kama wewe ni boss sasa hivi alafu unacheza inakuaje, unajipanga mwenyewe. Yanayozungumzwa nje na tunachofanya kwenye kampuni yetu si tofauti, na pia tunachokifanya Jason na wanachokifanya watu wengine kwenye kampuni nyingine ni vitu viwili tofauti. Mimi ni boss lakini nakuwa casted kama msanii mwingine. Kama ulisikia hapa wakati nasogea hapa kuna watu walikwambia oya kaa hapo bwana, wewe hapa sasa hivi ni msanii, usifanye boss, you understand? Yeah. And I respect that, yani kuwepo na mipaka kwamba bwana sasa hivi unafanya kama boss, sasa hivi unafanya kama msanii. Na sisi huwa audition tukifanya huwa tunachukuaga external judges. Anaweza kuwa ni msanii, anaweza kuwa mtu yote mpawa kwenye media. Hata siku tunaweza kukwambia bwana Dominic tunaomba uje kwa sababu tunaamini labda leo sisi tunaangalia muonekano, uzalishaji wa maneno, labda na performance, you understand? Kwa hiyo bwana Dominic viangalia hivyo vitu kwa kila mtu anaokuja. Kwa hiyo sisi comment yako tutapita nayo 100%. Hatutasema kwa sababu Dominic labda yeye ni mtu sana wa entertainment hawezi kujua hizi, kwa sababu we believe kila mtu ana jicho la kuona tofauti. Kwa hiyo sisi audition zetu tunazofanya mimi naweza nikakaa pale watu wakanijudge, wakanipa kama ni scene za kucheza kama ni nini, wakaniambia then you're good to go. Na zipo series nyingine naambia bwana wewe huwezi kucheza, you don't fit the character. And I accept it. Tulia hivyo. Nitakubwaga tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo. Sawa. Umeelewa? Sawa, naomba tushuke chini basi. Nimeelewa. Tumeweza kuona baadhi ya mastaa mbalimbali wakiwa wanafanya vitu tofauti. Je, ikitokea leo hii wewe kama director ukahitaji kunipangia scene ya kucheza, ni scene gani ambayo unahisi nitaiweza kuimiliki na kuendana nayo? Yaani kwa jinsi tulivyofanya interview na nilivyokuona na muonekano wako, yani niliweka kwenye character moja hivi, yani jamaa fulani hivi, yani unapenda sana watoto, afu watoto wenye mizigo yani. Unaelewa, yani ndo ningekuwa kwenye character hiyo. This is Swahili Takeover. Believe me or not, maniga. Kiaradi. Kwa mshikaji wangu mimi na mimi mtu wa mizigo kwenye character. Yani ndio maana nimekwambia character, ndio maana uhalisia na character mtu anaocheza kwenye tamthilia au filamu ni vitu viwili tofauti. Lakini mzee nikikuweka labda nikuweka na mtoto kama Sasha hivi, alafu na Brenda na Mega. Yaani wewe nikikuweka kina dana huko, tuachie sisi huko. Basi mimi nadhani itabidi short movie fulani itengenezwe, siwe hata dakika ngapi tu. Yaani tukio fulani itengenezwe tu, afu kutoka hapo mimi na sign out kwa hili. Tutafanya hivyo mzee. Au sio? Imeisha hiyo. Okay, unafikiri kuna tatizo gani sana ambapo kuna upande fulani ambao unapwaya
labda ingekuwa next level ungekushafika kwenye your dream? Kwa upande wangu kama kampuni yangu Jason, sidhani kama kuna changamoto sana that we cannot overcome, lakini changamoto kubwa tuliokuwa nayo ambayo nadhani ipo katika kila kampuni au kila watu wanaofanya sanaa ya namna hii ni masoko. Soko la kazi zetu ndio imekuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu believe me or not, apart from season 8 na series nyingine ambazo I keep on producing na movie ambazo zijawahi kuruka mahali popote, understand, lakini tatizo ni soko. Unajua the expenses au the cost unayotumia kufanya production compared to the unachokipata kwenye market kinakuwa kidogo. Of course masoko yapo, lakini kupenetrate kwenye hayo masoko mzee inakuwa changamoto. Lazima kuona hivi kwenda hivi, sasa ingine utaletewa kiasi hiki. Kwa hiyo changamoto kubwa tuliokuwa nayo ndio hiyo ambayo kuisolve kwake bado imekuwa changamoto. Lakini hizi changamoto nyingine na nini zipo kwenye kampuni zinatokea, na sisi kama kampuni ambayo tumeweza kukaa muda wote, maana tuna changamoto nyingi ambazo nyingine sasa hivi zimekuwa ni challenges ambazo tunajaribu kuovercome so that tunakuwa strong. Unajua bali kisichokuwa wanasema what doesn't kill you it makes you strong. Kisichokuwa kinakufanya uwe na nguvu zaidi. Ukomae nakubali. Upo Swahili Flix now, tupo pamoja. Kwa mtu ambaye anaangalia sasa hivi Swahili Takeover, wewe unataka kujiuliza napataje kuona season 8? Na je, katika season 8 inakuja katika mfumo gani? Lini na lini? Yaani mtu atakaelewe tu season 8 inakuaje kwaje kupitia Swahili Flix. Kwanza kabla sijasema season 8, Swahili Flix kwanza is one of the big apps sasa hivi, inafanya vizuri. Mimi nimedownload na pia ni moja kati ya subscribers, naangalia, napenda vipindi, napenda movie anazoweka mule, kuna vitu vingi, yani sio kwamba lazima ukaangalie series za familia tu, kuna vitu vingi, kuna application, kuna masomo ya elimu, na unasoma madarasa ya chemistry na nini, kuna comedies, kuna new release, kuna old movies, kuna categories nyingi ambazo hauwezi kuwa bored. Lakini series za familia nadhani inaenda kuongeza utamu zaidi. Why? Kwa sababu series za familia ina base kubwa ya watu. Series za familia ni series kama season 8 ni series ambayo inasubiriwa kwa muda mrefu. Tutajaribu kuangalia kwenye page zetu, kwenye page za mastaa wetu kama kina Diana, utaona wakipost kitu chochote wanaulizwa season 8 lini, kwa sababu watu mara mwisho waliona season 7. Kwa hiyo nadhani kitakuwa ni kitu kikubwa sana. Watu wakae mkao wa kula. Kama una simu yako, sababu usisubiri mpaka uambiwe leo ndio imeanza kuingia. Chukua simu yako, download app yako ya Swahili Flix, then soon utamuona Princess Diana, Sasha, Kambi, mimi mwenyewe utaniona on season 8 season family. Okay. Great brother. Yeah. Welcome abroad. I don't know brother. Na karibu sana Jason. Asante sana, asante sana. Nakubali bwana. Swahili Takeover kama kawa. Yani we are not stopping. Tunaelekea moto ni ule ule. Dominic Nyalifer Chezea. Boom. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vikali kupitia YouTube account yetu ya Swahili Flix TV. Download app yetu ya Swahili Flix, utapata burudani zote kali kwa mtonyo wa buku moja tu.